Huyo mshikaji anaitwa Chifu Ebuka. Yeye ni mkorofi kinoma, hana mke wala watoto, na pia ana sheria zake kali kuanzia kwa wafanyakazi wa nyumbani mpaka wale wa ofisini. Anawapangia wafanyakazi kiasi cha kupika chakula, anawapangia mpaka idadi za wanyama wakati wa kula, na kali zaidi mpaka juisi zinazobakizwa na wageni wakiacha, anamwambia mdada wa kazi azichukue azirudishe kwenye jagi na ongeze maji kidogo kwa ajili ya wageni watakao kuja baadaye. Lakini mwisho wake akaja kumpenda mdada wa kazi za ndani, na mwisho wake akaamua kumuoa. Ili kujua nini kilichomfanya Chifu Ebuka kuwa mkorofi na pia nini kilitokea kikambadilisha akawa mtu wa kawaida, ungana na mimi storyteller wako Makopa mwanzo mpaka mwisho wa hili kapu ya movie inayofahamika kwa jina la Love and Rules. Movie yetu inaanza, tunakutana na huyu bidada anaitwa Teresa. Teresa anaishi na boyfriend wake anaitwa Chuku. Teresa yeye ni mchakarakaji kinoma, anafanya kazi kwa mtu mmoja kwenye kihoteli huko mtaani. Lakini boyfriend wake hana kazi wala nini, yeye ni mkorofi tu, na ambapo siku nyingine wamchelewesha Teresa kazini kwa makusudi, hadi inayomfanya kufukiwa na bosi wake. Chifu Ebuka leo akiwa nyumbani anaagiza chai kwa dada wa kazi, lakini chai inakuwa na sukari kidogo, hivyo chifu anaomba aletewe sukari. Sukari inavyofika chifu analalamika hapa kwamba mara ya mwisho aliona sukari ikiwa juu, yani akiwa na maana ilikuwa nyingi, na mbona imekuwa ghafla sana sukari imepungua kiasi hicho. Basi chifu yeye ana mambo mengi kabisa, ukileta uzembe wote kazini kwake yeye anakata tu mshahara. Bidada baada ya kufika jikoni analalamika tu, anashangaa Chifu Ebuka ni mwanaume wa aina gani, na kwamba anapambana kutengeneza pesa nyingi lakini hana mwanamke wala mtoto, na anaendelea kusema kwamba sijui siku akifa nani atatumia hizo pesa. Upande mwingine huku Teresa alivyokuwa anaondoka asubuhi kwenda kazini, aliacha amepika chakula, lakini jioni anaporudi nyumbani anakuta chakula chote kimeisha, yaani Chuku kamaliza chakula chote kabisa. Teresa analalamika hapa kwamba kazi zote za nyumbani anafanya yeye na bado pesa za kulisha familia anatafuta yeye, lakini anaacha chakula kwenda kazini, anarudi anakuta hakipo. Chuku yeye anaona kama vile anazalishwa mtaani, maana maneno yamekuwa mengi sana. Hivyo basi anamtishia kumpiga Teresa na Teresa inabidi akae kimya. Basi bwana, kesho asubuhi Teresa akiwa ameshajiandaa kwenda kazini, Chuku anamzuia hapa na kumlazimisha amwachie pesa. Teresa yeye anasema hapa kwamba pesa alionayo ni ilobaki tu kwa ajili ya kumfikisha kazini, yaani akiwa na maana ni pesa ya nauli. Kwani yeye Chuku hata anawaza, yaani hawazi kabisa. Yeye anachotaka kujua ni kitu kimoja tu, anapata pesa au hapati. Mimi na wewe mtazamaji wangu hatujui Teresa alitokaje, lakini sasa hivi ndo anafika kazini akiwa kachelewa kinoma yani. Na anapofika anasingizia barabarani foleni ilikuwa ni kubwa sana ndio maana kachelewa. Kwani huyu mama sasa hata anaelewa hapa? Ndio hivyo bwana, Teresa akawa kafukuzwa kazini kwa makosa ya kuchelewa, lakini kumbuka sio yeye alosababisha, ni boyfriend wake. Chifu Ebuka akiwa hapa sebleni anasikia harufu ya kitu kikiwa kinaungua kutoka jikoni. Na anapoingia jikoni anakuta dada wa kazi kaunguza chakula. Chifu alimfokea kinoma huyu bidada hapa na kumwambia kwamba anataka kumuunguzia nyumba yake. Hivi anajua thamani aliyotumia kuijenga hiyo nyumba. Basi bwana, na huyu bidada ndio hivyo akawa kafukuzwa kazi hapa kwa Chifu Ebuka. Upande mwingine Teresa ndo anafika nyumbani akiwa amechoka kinoma yani unaambiwa. Lakini tu swala la kufunguliwa mlango na Chuku hapa nyumbani inakuwa kipengele. Na anapofunguliwa mlango anaanza kulalamika hapa kwamba Chuku yeye ndo sababu ya yeye kufukuzwa kazi, maana alichelewa kumruhusu kwenda kazini. Chuku akampiga kofi Teresa. Teresa naye sio kizembe kabisa. Akampiga Chuku kusikopigika na akachukua begi lake ukelewe huyo akakimbia zake. Walikimbizana hawa mpaka mtaani unaambiwa. Upande mwingine tunakutana na Chifu Ebuka akiwa hapa mtaani, akiwa anatafuta familia iliyoshindwa kulea watoto wake, hivyo basi anataka achukue mtoto mmoja ili awasaidie kulea. Muda si mrefu anasikia kelele watu wakikimbizana hapa. Kumbe Teresa kafika hapa akaamua kujificha kwenye gari la Chifu. Na Chifu anapofika kwenye gari lake anagundua kabisa kuna mtu humo ndani. Anaanza kumfokea hapa na kuforce atoke kwenye gari lake. Na Teresa anaomba msaada hapa kwa Chifu asaidiwe maana kuna mtu anamkimbiza. Na Chifu anapogeuka nyuma anamuona Chuku, hivyo basi anaamua kumsaidia kutoka katika ile eneo. Basi bwana, na wanapofika huko mbele, Chifu anasimamisha gari na kuanza kumuuliza maswali. Basi bwana, Teresa akaamua kumpa story nzima Chifu ilivyokuwa mpaka akafikia hatua kuingia kwenye gari lake. Na hivyo kwa kuwa Chifu hana mfanyakazi nyumbani, anamuuliza Teresa hapa kama anaweza kufanya usafi na kupika. Teresa yeye anasema kwamba anaweza hizo kazi zote. Na Chifu basi anamwambia hapa kwamba atakuwa anamlipa naira 50,000 ambayo ni sawa na 90,000 ya kibongobongo. Na Teresa anakubali hiyo pesa, anasema kwake itakuwa inamtosha kabisa. Basi bwana, wanapofika hapa nyumbani, Chifu anaanza kumuelezea Teresa kuhusu sheria za hapa nyumbani kwake. Alipewa sheria nyingi kinoma yani mpaka hatakiwi kuwa na boyfriend kabisa. Chifu anamwambia Teresa hapa kwamba chakula kinachopikwa kinatakiwa kiwe kidogo, kiliwe kiishe chote, maana hawezi akamwaga chakula kabisa. Pia chumba ambacho hakitumiki hakitakiwi kuwashwa taa, kwa maana yeye ndio mtu pekee anayelipa umeme hapa nyumbani. Na anaendelea kumwambia Teresa kwamba AC inatakiwa kuwashwa yeye akiwepo tu katika hilo eneo, na asipokuwepo basi atumie kipepeo kujipepea mwenyewe Teresa huko. Kwa haya masharti kuna mwenzangu na mimi anaweza akaacha kazi siku ya kwanza tu mzigoni. Basi bwana, Teresa ndo akawa ameanza kazi hivi. Leo Teresa akiwa anafanya usafi nje akaamua kuongea na mlinzi. Teresa anamuuliza mlinzi hapa kwa nini Chifu hana mke wala watoto. Na mlinzi anamwambia Teresa kwamba amefanya kazi kwa miaka 6 hapa getini, lakini Chifu hajawahi kuvusha mwanamke hata mmoja ndani ya hiyo miaka 6. Na zaidi ikiingia jinsia ya kike humu ndani ujue ni mfanyakazi wa ndani. Teresa yeye anabaki anashangaa tu. Leo Teresa akiwa anapika jikoni anasahau kufunga maji hapa na maji yanamwagika kidogo. Muda si mrefu Chifu anafika jikoni.
na kumwambia Teresa kwamba alikuwa anatumia choo chake cha chumbani na akagundua nguvu ya maji imepungua, na akaendelea kumwambia kwamba hiki kitu mara nyingi hutokea watu wawili wakiwa wamefungulia maji kwa wakati mmoja. Basi bwana Teresa akajitahidi kujitetea pale, lakini chifu hana mambo mengi kabisa. Akamwambia kwamba atamkata naira 1000 kwenye mshahara wake mwisho wa mwezi. Yaani ukicheza vibaya na chifu yana dili na mshahara wako tu. Basi bwana, baada ya mvutano huo, chifu anamwambia Teresa kwamba leo anategemea mgeni ambaye ni rafiki yake. Hivyo basi apike chakula kizuri na kitamu, ila lakini asizidishe kipimo. Basi bwana, baadaye mgeni akawa amefika na chakula kikatengwa. Shida inaanza, Teresa kaleta ndizi nyingi kinoma hapa mezani, wakati watu wanaokula ni wawili tu, na sahani zinapofunuliwa Teresa kaweka nyama 4 badala ya nyama moja. Chifu anaanza kufoka hapa huku akimkonyeza Teresa. Maskini bidada wa watu naye fiji lake aligandishi kabisa, anamwambia chifu, naona unanikonyeza hapa. Kwa kuwa chifu yuko mbele ya rafiki yake anajitetea hapa, anasema kuna kitu kimemwingilia kwenye jicho. Na baada ya mgeni kuondoka, Teresa aliwashwa moto kinoma, yani hapa unaambiwa, kwa kumwaibisha chifu mbele ya rafiki yake, na adhabu aliyopewa ni atakatwa mshahara mwisho wa mwezi kama kawaida. Leo chifu Ebuka akiwa ameshamaliza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini, mwili unagoma kabisa maana anaumwa. Anaamua kumuita Teresa na kumwambia ampigie simu daktari wake amuite aje hapa nyumbani. Daktari anapofika na kumpima, anamwambia presha zake ziko juu sana, hivyo basi anatakiwa asiende kazini na ajipatie muda wa kupumzika. Leo ni siku nyingine tena asubuhi, Teresa akiwa ameshamwandalia chai chifu. Chifu yeye hataki kunywa chai hapa nyumbani, anasema anaenda kunywa kazini, lakini kumbuka anaumwa. Basi bwana, mvutano ulikuwa ni mkubwa sana hapa, na Teresa anamwambia chifu kwamba hawezi kumruhusu atoke hapa, maana daktari kasema anatakiwa apumzike. Basi bwana, Teresa akajifanya anatoka kwa ustaarabu hapa, lakini alivyofika nje akaamua kufungia kwa nje chifu ili asiweze kutoka kabisa. Chifu ikabidi akubaliane na hali tu, ikabidi apumzike maana tayari shakuwa kipengele. Baadaye wakawa wamekuja wafanyakazi wa kike kutoka ofisini kwake kuja kumjulia hali. Teresa akawapa juisi, wenyewe wakabaki wanashangaa tu. Yaani imekuwaje nyumbani kwa chifu leo wamepewa juisi? Na baada ya chifu kuja wakasalimiana naye na kumjulia hali. Na walivyomaliza wakaaga na kuondoka. Baada ya wageni kuondoka, chifu anamwambia Teresa kuwa achukue ile juisi iliyobakizwa na wageni airudishe kwenye jagi kwa ajili ya wageni wengine watakao kuja baadaye. Leo Teresa akiwa ameandaa chakula kumpelekea chifu, anamkuta mlinzi akiwa jikoni hapa na kiwewe kinoma yani. Na mlinzi anasingizia kwamba alikuwa anatafuta kisu humu ndani maana chakula kikule nje akioni. Mlinzi anapoondoka, Teresa anagundua alivyoacha amefunika chakula na alivyokikuta ni vitu viwili tofauti kabisa. Kumbe wakati Teresa ametoka, mlinzi alikuja na kuweka sumu kwenye kile chakula. Hivyo basi tunagundua hapa mlinzi ana dhamira kumuua chifu. Na ndo hapa kumbe Machale akamcheza Teresa akailisha kupeleka kile chakula kwa chifu. Maana mazingira alichokikuta nacho sio salama kabisa. Na akiwa katoka nje kwenda kutupa hicho chakula, anamkuta mlinzi akiwa anaongea na simu hapa, kwa hiyo ikabidi amrekodi kwa ajili ya ushahidi. Na kwenye yale maongezi akasikia mlinzi anasema kwamba bidada wa kazi ameingilia dili kati, lakini hata hivyo kesho pia anaweza kupata nafasi nyingine ya kwenda kuweka sumu kwenye chakula cha kesho. Na hapa tunaona mlinzi kwamba anamhakikishia huyu jamaa kwamba ili swala lazima lifanikiwe. Leo chifu akiwa hapa chumbani, Teresa anafika na kumwambia kuna kitu anataka amwambie. Teresa ndo anamwambia chifu kuwa mlinzi anataka kumuua maana jana aliweka sumu kwenye chakula chake. Chifu yeye haamini kabisa maana amekaa na huyu kijana kwa zaidi ya miaka 6. Hivyo basi Teresa anatoa simu yake na kuonyesha ushahidi alio rekodi. Basi muda si mrefu hivyo chifu anapiga simu kwa mapolisi na muda huo huo mapolisi wanafika kwa ajili ya kumkamata mlinzi. Shukrani nyingi sana anapokea Teresa kutoka kwa chifu. Leo chifu akiwa amekaa hapa sebuleni na mawazo, Teresa anafika na kumwambia kwamba kuna kitu anataka kumuuliza. Ndio Teresa akamuuliza kwa nini anapenda kusema yeye anataka kutengeneza pesa tu na hataki hasara, wakati hana hata familia ya kutumia hizo pesa. Ndio chifu anaanza kumsimulia Teresa, anamwambia kwamba alizaliwa kwenye familia yenye uwezo kifedha na baba yake alipambana sana ili familia yake ipate kila kitu, pamoja na kuifanya familia yao iishi kwenye maisha standard. Na chifu anaendelea kuelezea, anasema hapa kwamba siku moja walikuja watu wa benki wakachukua nyumba yao, pia wakachukua ardhi yao. Basi kulingana na hivyo kukawa na tatizo la kifedha nyumbani kwao. Hivyo mama yake akaamua kuondoka na kwenda kuolewa na mwanaume mwingine, hali iliyopelekea baba yake kudhoofika mpaka kufariki. Na anasema kwamba amekuwa akitumia mfano wa familia yake ili kujiweka sawa na yeye asije akafeli. Ndio maana hataki hata wanawake, yeye anaamini pesa yake ndio ngao yake. Na chifu anaendelea kueleza hapa kwamba Teresa amefanya chifu aamini kwamba kumbe kuna wanawake bado wana roho nzuri. Yeye alikuwa anaamini kile alichokifanya mama yake, wanawake basi wote wako vile vile. Basi bwana, kwenye process ya kupeana misaada kwa vitu walivyofanyiana wote na misaada yote, wakajikuta tayari kuna mvutano hapa. Basi bwana, baada ya hapo maisha humu ndani yakabadilika kabisa. Teresa anapokea zawadi kutoka kwa chifu kila siku. Teresa siku hizi hata mavazi havai mavazi ya mfanyakazi kabisa. Hata kula siku hizi wanakula pamoja mezani. Leo akiwa wanakula hapa sebuleni, chifu anamwambia Teresa kwamba kuna kitu amekuwa akikifikiria kwa muda mrefu sana, na hivyo basi wanataka wakidiscuss kwa pamoja. Chifu anamwambia Teresa kwamba kama alivyo ni mfanyabiashara mkubwa, hivyo basi akiona nafasi yoyote ile ya kibiashara lazima aitumie, maana hajui kama ataipata tena. Basi bwana, chifu akatoa pete na kumchumbia Teresa pale. Teresa tu anacheka, yani haamini kabisa hiki kinachotokea. Basi bwana akakubali pale, akavalishwa pete mixa makumbato nini, si unajua tena. Ndio Teresa akachukuliwa hivyo yani. Ni siku nyingine tena hapa mjini sebuleni. Chifu Ebuka anamwambia Teresa kwamba kampuni yake anaifanyia marekebisho makubwa,
Hivyo basi anahitaji Teresa awe CEO wa kampuni yake, na anaendelea kumwambia kwamba sababu za kumchagua kuwa yeye CEO ni kwa sababu yupo vizuri kichwani na pia mambo yake yamenyooka, hivyo anaamini atamsaidia kuifikisha kampuni yake mbali. Ndio hivyo wanaangushini vizuri na watu. Teresa hajasoma kabisa, ile ndio hivyo tayari kashaulamba. Alafu kuna mwenzangu na mimi hapo, au basi tuendelee. Leo usiku akiwa chumbani, Teresa anamwambia Chifu kuwa na ujauzito. Chifu anafurahia tu, maana aamini anachokisikia hapa. Na hapa ndo unakuwa mwisho wa mzigo unaofahamika kwa jina la Love and Rules. Ulikuwa na mimi storyteller wako Makopa, na pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata movie zetu pindi tunapoziweka. Hadi wakati mwingine tena, asante.